Tuende moja kwa moja kabla mvua haijaanza kunyesha. Tunaenda katika somo letu la leo. Karibu sana Isaya Kapaki TV popote ambapo mnasikiliza kule mbali Marekani. Natamani tushare na wengine pia, tuambie kuna habari njema kutoka mbinguni, lakini pia tuambie watu kwamba hizi ni siku za mwisho. Lazima tuambiane maneno mazito ya kweli ya siku za mwisho, ili tuweze kujiandaa, kujiweka tayari. Kwa yule anayetamani kusema na mimi kwa njia ya simu, Voda namba zetu, unatamani kusema nasi, Voda namba zetu ni 0754 8984 96. Voda, nirudie tena, 0754 8984 96. Halotel 0613522415. Halotel 0613522415. Pia ni namba ambazo tunatumia kwa ajili ya kama natamani kushare, kuchangia kipindi hivi vinavyorushwa kila wiki, basi unaweza kutumia namba hizo. Mungu akubariki sana. Sasa leo tuna somo la kipekee sana, namna ya kuziondoa tabia za asili. Namna ya kuziondoa tabia za asili na umasikini wa asili. Namna ya kuziondoa tabia za asili na umasikini wa asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba utege masikio. Hakuna mtu anayetaka umasikini hata mmoja katikati yetu. Hakuna mtu ambaye anautaka umasikini, na hakuna mtu anayetaka kufanya dhambi hata mmoja. Sote tunatamani tuwe na fedha, na ni mpango wa Mungu, na sote tunatamani tusifanye dhambi. Hakuna mwanadamu hata mmoja anayetamani aitwe mtenda dhambi. Una tabia mbaya, una kiburi, una hasira, mgomvi, mlevi. Hakuna mtu anayependa maneno kama hayo, matamko kama hayo. Wote tunatamani tuitwe majina mazuri. Mtu ana tabia nzuri, huyu binti kwa kweli ni binti ambaye hivi ni mtoto wa nani? Yaani tabia yake inapendeza sana. Huyu kijana ana tabia nzuri sana, sijui ni mtoto wa nani. Wakamuuliza, huyu Yesu mama yake ni nani? Mama yake ni nani? Wakasema ni Mariamu. Wengine wakasema lina heri tumbo lililokuzaa, kwa sababu ya tabia njema na utakatifu aliyokuwa nao Bwana wetu Yesu. Asilia yake ilikuwa ni usafi, ilikuwa ni uaminifu, ilikuwa ni utakatifu. Unaona ndugu zangu wapendwa, kwa hiyo kila mtu anapenda awe na tabia nzuri, awe na fedha. Labda niulize swali kabla sijaenda mbali. Ni wangapi katikati yetu tumekuja katika ibada au tunasikiliza Isaya Kapaki TV? Wangapi tunaupenda umaskini kweli kweli? Yaani unafurahia kwamba mimi niwe maskini, niwe ombaomba, muhitaji wa kila mwaka. Wangapi tunapenda hivyo? Hakuna mkono hata mmoja. Maana yake hakuna mtu anayetamani kuwa maskini. Ndugu zangu wapendwa, umaskini ni asili. Naposema asili imetoka kwa wahenga. Naposema umaskini umetoka kwa wahenga, nina maana gani? Nina maana umaskini umetoka katika asili ya vizazi vyetu. Sasa leo kuna kitu kiko mbele yetu. Kuna meza takatifu ya Mungu, kuna sakramenti iko mbele yetu ambayo Mungu ametuandalia leo special, ili kuweza kuvunja asili ya dhambi, asili ya umasikini iondoke ndani yetu. Haitaondoka asili mpaka tunywe damu. Kuna mti mmoja tu duniani ambao Mungu ameuachia uwe na damu ya Yesu. Mti huo unaitwa mti wa mzabibu. Leo tuna sakramenti. Leo tuna meza ya Bwana. Meza ya Bwana itahusika kuvunja na kuharibu asili ya dhambi.
asili ya umaskini. Sema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari leo asili ya dhambi ivunjwe? Wangapi tunatamani asili ya dhambi ivunjwe? Tuko tayari asili ya umaskini ivunjwe? Wangapi wako tayari tuvunje? Nisikilize nikwambie, hakuna kitu kitakachotoka kwetu ikiwa hatuna moyo wa kutaka kitoke. Taka sana umaskini utoke. Taka sana dhambi ya asili itoke. Hebu fungua Biblia yako. Wengi tumesoma andiko hili na hatujalielewa vizuri. Angalia katika Mathayo mlango wa 12 mstari ule wa 34. Biblia inasema hivi, Mathayo mlango wa 12 mstari wa 34. Maandiko haya yanamaanisha nini? Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Enyi wazao wa nyoka. Neno hili ni neno baya, sio zuri. Kwa nini alisema wazao wa nyoka? Yesu alimaanisha enyi wazao, maana hapo kumbuke Yuda Iskarioti alikuwepo. Yesu alisema enyi wazao wa Kaini. Ndiyo maana yake. Kaini alizaa na Shetani, alizaa na malaika waovu, vikazaliwa viumbe vilikuwepo katikati ya Wayahudi Yesu alipokuwa anahubiri Injili. Ndio maana Yesu akasema enyi uzao wa nyoka, uzao wa nyoka. Kumbe bila kujua unaweza kuwa unasikiliza mahubiri haya, asili yako kuna asili ya nyoka. Kuna asili ya nyoka, kuna uzao wa nyoka. Huenda mama yako au baba yako alikutana na mtu wa namna hiyo. Alipokutana naye katika mahusiano, alichukua hiyo mbegu ya Kaini, alichukua hiyo mbegu mbaya, na wewe imeingia ndani yako. Sasa na wewe umekuwa kizazi cha nyoka. Leo hutaitwa kizazi cha nyoka tena, utaitwa mwana wa Mungu aliye juu. Baada ya kula meza ya Bwana, tunakwenda kuondoa ule uzao wa nyoka, utaondoka kwetu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asili ikikaa ndani ya mtu, yani ule unyoka ukikaa ndani yetu, utahubiriwa mahubiri, hutalielewa neno lolote. Nirudie tena, ndani ya mtu ukikaa uasilia ule ushetani, ukikaa usipoondolewa, yule mtu atakuwa anasikiliza mahubiri, atakuwa hayaelewi. Ndio hawa unaona anaweza kuwa naimba vizuri, lakini ibada ya mahubiri ikianza, wanatoka wanaenda kukaa mbali sana kule. Ameimba vizuri, watu wamefurahia, lakini ibada ya mahubiri ikianza, anatoka ibadani kwenye mkutano, anaenda mbali kukaa, au anaendelea kupiga story. Sasa unajiuliza, huyu vipi? Ni kizazi cha nyoka. Huyu ni kizazi cha nyoka. Kuna asili ya dhambi ndani yake. Ndio maana hataki kusikiliza mahubiri. Ndio maana neno la Mungu kwake limekuwa ni machukizo. Warumi 8 mstari wa 7 mpaka ule wa 8. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kuna watu ambao unaweza kuwa hapo unasikiliza mahubiri, unamsikiliza Mungu lakini huwezi kumpenda Mungu. Unamsikiliza Mungu lakini humuelewi. Ujue ndani yako kuna mbegu ya nyoka. Nataka leo iondoke mbegu ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao mioyo yao haina asilia ya Mungu. Kuna ushetani umekaa ndani. Labda niende mbali zaidi. Mama alivyo ndivyo na binti yake anavyokuwa. Baba alivyo ndivyo na binti yake anavyokuwa. Naongea hivi, kama baba alikuwa na tabia hizo mbaya, alikuwa na asili mbaya. Naposema asili, kama alikuwa na viumbe vya rohoni
vibaya, na huyu mtoto anayezaliwa naye anakuwa ana tabia mbaya hivyo hivyo. Kwa hiyo amechukua asiri. Ezekieli, angalia lango wa 16. Ezekieli 16. Angalia, mashemasi ni vizuri kuangalia watoto wasisumbue watu wanaposikiza neno la Mungu. Ezekieli 16, angalia mstari wa 44 mpaka 45. Neno la Mungu linasema hivi. Ezekieli 16:44 mpaka 45. Tazama, kila mtu atumia mithali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo na binti yake. Aha. Kuna dhambi ambazo walikuwa wanazitenda wazazi wetu, na wenyewe walizipata asilia. Walizikuta ziliota kwao, ziliendelea kwao, na wao walizipokea kutoka asilia, kutoka kwa wazazi wao. Kuna dhambi baba alikuwa nazo, mama alikuwa nazo. Sasa huyu binti na yeye anazo, huyu kijana na yeye anazo. Kuna vijana wengi wanateseka na dhambi. Kuna mabinti wengi wanateseka na dhambi, na hawazipendi dhambi, wanavichukia dhambi. Lakini anakuta anafanya dhambi, analala na mapepo usiku, anaona kuna watu analala nao, lakini hawajui. Hiyo ni dhambi ya asili, iko ndani yako. Kuna viumbe viliingia, viumbe vya asili. Kuna nyoka waliingia, wako ndani ya maisha yako. Kwa neema ya Mungu leo tutakula meza ya Bwana. Dhamiria leo kukata ile asili. Hautalala na malaika waovu tena, hautalala na viumbe vyo vingine tena. Sema amina, sema amina. Amina. Sema amina, sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio unajikuta kuna matabia ambayo unayo, lakini huyapendi kuyafanya, ni kwa sababu ni asilia. Baba alikuwa muhuni. Unasikia, nilikuwa na rafiki yangu mmoja kule Moshi, kule Ruvuma Songea. Tulikuwa tunaimba kwaya naye, tulikuwa tunapiga vyombo naye. Mimi nimpiga vyombo, napiga bass, napiga rhythm, napiga solo vizuri sana. Ni mpigaji mzuri tangu asili, tangu mdogo kabisa. Nimejifunza vitu hivyo tangu nikiwa na miaka 15 hivi. Piga sana, na nimepiga sana sana. Na nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ni mkaka mkubwa kiumri kwangu. Yule kaka alikuwa na mke wake, alikuwa na mchumba wake, alikuwa bado hajaoa. Lakini yule rafiki yangu alikuwa na uwezo, akaniambia mimi, shemeji yako, yani mchumba wake, anakuja, kwa hiyo tutakaa nyumbani tunaongea na shemeji huyo, mchumba wake rafiki yangu. Wakati huo ana appointment na kahaba mwingine guest, ameshalipia guest. Kwa anaenda guest, anafanya zina, alafu anakuja hapa mpya kabisa, ndio anaongea na mchumba wake. Alikuja kuoa. Alipooa alizaa watoto kama 2 au 3 kama nitakumbuka. Bado alikuwa ana vimada kanisani, anaenda kwaya, anaimba, ni mfanyakazi wa kanisa, tena mwaminifu, ana elimu nzuri. Unajua kipindi kile form 6 ilikuwa ni mtu miaka 90, 2000 ilikuwa form 6 ni kama msomi mzuri tu, unaona. Lakini yule rafiki yangu, jambo la kutisha, akimkuta binti anatafuta tu uzinzi na binti huyo. Sasa nilipokuja kufuatilia, baba yake mzazi alikuwa na wake wengi. Sasa mdogo wake na yeye akaja kuoa mke wake zaidi ya mmoja. Sasa unaona, ni asiri. Kuna dhambi za asili, yani mtu anafanya vitu vile alivyokuwa anafanya marehemu babu, na anafanya hivyo, ni dhambi ya asili. Maana yake nini? Huyu mtu ana nyoka ndani yake, ana roho ya nyoka ndani yake. Kuna watu wanashinda kuelewa. Usiku unaota ndoto, labda unakutana na nyoka. Upo kijijini, nyumbani kwenu, unakutana na nyoka mweusi au wa kijani.
Hivyo vitu gani vinazungumzwa? Mungu anasema na wewe katika ndoto, kukwambia bado kuna asili ndani yako. Maana yake nini? Bado kuna roho ya nyoka ndani yako, inahitajika iondolewe. Basi tunamshukuru Mungu, leo inaenda kuondoka katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baba alikuwa chokora, unashangaa mjukuu naye wanakwambia huyu ni mjukuu wa mzee fulani. Anasema ndio. Sema ndio, babu yake alikuwa naye ni chokora hivyo hivyo kama huyu mtoto. Akiingia ndani lazima achukue kijiko aweke kwenye mfuko. Huyu ni mtoto wa fulani, ndio. Unamwonaje? Ana hasira sana. Hata babu yake alikuwa na hasira sana. Unasikia vitu hivi? Unasikia vitu hivi? Na wengi tuko hapa, kuna tabia za namna hiyo. Tuna vitu vya baba. Vijana tuko hapa, kuna vitu vya baba unavyo. Ukali sana, mkali sana. Anakwambia ndio, hata baba yake mzazi alikuwa hivyo hivyo. Yule marehemu aliyofariki alikuwa mkali sana, alikuwa cheki na watu. Basi huyu naye kijana ni mkali hivyo hivyo, manake ndani yake kuna nyoka. Biblia inasema tuwe na upendo, tupendane. Hauwezi kuwa mkali tu pasipo sababu. Nyoka ndiye mkali. Nyoka ndiye mkali, anajitetea wakati wote, anataka kujilinda. Sasa huyu babu alikuwa na tabia hizo za kujilinda za nyoka, na huyu mtoto kijana naye yuko hivyo hivyo. Baba yake huyu tunamfahamu, ndio mbishi sana, ni mbishi sana. Ukimwambia kitu ni mkaidi sana. Hata mtoto wake naye ni mkaidi hivyo hivyo. Baba alivyo ndivyo mwana naye anavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajikuta upendi kuacha tabia, ukuwa na tabia kama hizo. Unatamani umpate mchungaji akwambie, kwa nini wewe ni mwizi? Kwa nini wewe una hasira namna hii? Kwa nini wewe ni mwasharati? Kijana mmoja sijamsahau, sasa hivi ni mchungaji, aliniambia, yani mchungaji, najuta kwa nini nilizaliwa kwenye familia hii. Kwa nini nilizaliwa kwenye familia hii? Kwa nini anazungumza hivyo? Baada ya kuona amechukua tabia za baba yake anazo yeye. Na yule kaka kweli ni mkali sana. Ni mkali sana. Hata kwa watoto, hata kwa mke wake. Yani ni mkali tu. Akiweka sheria tunakula ugali, ni ugali kila siku. Hataki wali, hataki kitu kingine. Ni sheria, ni mkali. Sasa haitakiwi hivyo. Watoto wanatakiwa wawe huru kwa baba yao na mama yao. Wafurahie. Baba, leo tunatamani tule maharage. Watoto wanapenda maharage. Baba, leo tunatamani tule nyama. Wawe huru, wanaongea kwa baba yao. Baba, tunatamani tule wali. Usiwalazimishe watoto wale ugali kama vile imekuwa jadi. Unaambiwa hata babu yake alikuwa hivyo hivyo, alikuwa anapenda ugali sana, kwa amerithi ile tabia. Tunakata leo kwa jina la Yesu. Amen. Tunakata leo kwa jina la Yesu. Amen. Hizi asiri hizi ni mbaya ndugu zangu. Hizi asiri, kuna mtu alikuwa anauma virusi vya ukimwi, namfahamu huyo mwanamke. Alikuwa ni mtu mzima, alinizidi kiumri. Akaja akaniambia, mchungaji, ninachukiwa na kila mtu. Watu hawanipendi, watu hawanifurahii. Kibaya zaidi nina virusi vya ukimwi. Na wananiambia mimi ni mchawi, mimi ni mchawi. Nilipokuja kufuatilia, kumbe yule sio mchawi, ila wazazi wake walikuwa ni wachawi. Kwa amezaliwa kwenye familia ya wachawi. Ile mbegu, ile asili, yule nyoka yuko ndani ya chembe za damu za yule mwanamke. Tuliomba, ukimwi uliondoka. Namfahamu mpaka kesho. Nilikuwa nauza maua haya ya kupamba haya. Tuliomba, virusi vya ukimwi viliondoka. Na ile hali ya kukataliwa iliondoka. Ndio, hata wao wanaweza kuhisi watu wanakuchukia bila sababu. Watu wanakuchukia bila sababu. Wanasema wewe mchawi kama mama yake. Lakini hujui kuanga, wala hujui hata uchawi ni kitu gani. Ndio, una asili ya nyoka. Wewe ni kizazi cha nyoka. Ili uweze kuingia mbinguni, ni lazima asili ya dhambi iondoke. Sema amina, sema amina. Amen. Sema amina, sema amina. Amen. Baba alikuwa mvuta sigara, na wewe unaona unavuta sigara. Paka kelo. Kuna vijana wengine ni wadogo wa miaka 18, miaka 25, hata hawajaoa, wanavuta bangi. Utafikiri wanyama wasio na akili. Msokoto mmoja wa bangi unaathiri miaka 20 baadaye. Mmoja. Unapovuta misokoto ya bangi kwa muda mrefu,
muda si mrefu tutakukuta barabarani unaokota makopo. Kwa nini? Kwa sababu unaivuruga akili yako. Bangi haifai, bangi haifai. Lakini ukifuatilia kwa nini mtoto anavuta bangi? Baba yake alikuwa mvuta bangi hivyo hivyo, na babu yake alikuwa anavuta bangi za namna hiyo. Ziko tabia nyingi sana ambazo, ndugu zangu wapendwa, kama tungeendelea kuongea na kuongea na kuongea, yako matabia mengine yafai. Unaweza kumwona mtu ni mpole, mnaweza kuongea vizuri, ni msikivu, lakini ana karoho fulani hivi kaukaidi. Yaani unaweza kumwambia acha hiki, akakuitikia, lakini haachi. Unashanga mtoto naye anakatabia hako. Yaani kitu vidogo vidogo. Hiyo ni asili ya nyoka. Kuna chembe za damu ziko hapo. Tunataka leo tuzing'oe katika jina la Yesu. Amen. Wangapi ameanza kuona kitu fulani kwao? Kuna vichembe fulani kwao. Nataka tuving'oe leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza, hauendi mbinguni. Hauendi mbinguni kijana ukiwa na vitabia vya namna hii nilivyovizungumza. Hasila aliyokuwa nayo baba, vinyongo alivyokuwa navyo baba, uongo aliyokuwa nao baba, kunywa pombe. Kuna baba tunafahamu baba alikuwa ni mlevi sana wa kangara, na wewe tunakuta unapenda na uwezi kuacha. Mpendwa mmoja hapa aliniambia siku moja, akasema, anasali hapa, akasema hivi, yaani nimetamani sana, nimetamani sana kunywa pombe. Yuko kanisani, lakini anasema ametamani sana kunywa pombe. Aliiona bia mahali fulani, alitamani kunywa hiyo bia. Nikafuatilia nikakuta bado huyu mtu ana mbegu ya nyoka ndani yake. Wapendwa, kuna jehanamu ya moto. Kama tutakuwa na mbegu ya nyoka, manake sisi sio uzao wa Yesu kamilifu. Ni lazima mbegu ya nyoka iondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome andiko hili muhimu. Angalia Mambo ya Walawi, tusome andiko hili muhimu. Mambo ya Walawi mlango wa 26 mstari 40 mpaka 44. Mambo ya Walawi 26 40 mpaka 44. Nao wataukiri uovu wao na uovu baba zao katika maasi yaliyoasi juu yangu, tena ya kuwa kwa sababu wameendelea kunishikia kinyume, mimi nami nimeendelea kuwashikia kinyume wao na kuwatia katika nchi ya adui zao. Sawa? Yaani manake ameendelea kuwaacha waendelee kushikiliwa na hao nyoka wa kiroho. Anasema mimi nami nimeendelea kuwashikia kinyume wao na kuwatia katika nchi ya adui zao. Lakini hapo, hebu tuseme wote, lakini hapo kama mioyo yao isiyokuwa na tohara ikinyenyekea, nao wakakubali adhabu ya uovu wao, ndipo nitakapokumbuka agano langu. Unasikia hayo maneno? Ukikubali ukasema mimi nina asili ya nyoka ndani yangu, kuna tabia ambazo sitaki kuacha. Nikiambiwa acha hiki sitaki kuacha. Neno la Mungu linasema usifanye hivi, lakini wewe bado unapenda ufanye kila ambacho Mungu amekukataza. Hiyo ni asili yako. Ile ni dhambi iko ndani yako, na ile dhambi inakupeleka motoni. Wapendwa, moto upo kwa mkaidi yeyote, kwa mwenye hasira asiyesamehe yeyote. Mungu hataki tuwe na hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moto upo, jehanamu ipo. Katika Isaya 23:33 tusome ile andiko. Kama tutaendelea kuwa na asili ya dhambi za baba zetu walizokuwa wanazifanya baba zetu, moto na tusubiri. Angalia katika Isaya 30 mstari ule wa 33, anasema maana Tofethi imewekwa tayari tokea zamani, na imewekwa tayari kwa mfalme huyo, ameifanya kubwa, inakwenda chini sana. Tanuru yake ni moto na kuni nyingi, pumzi ya Bwana kama mto wa kibiriti huwasha. Nisikilize, kama utaendelea kuwa na vinyongo na hasira na uizi na tabia asili ya baba yako, ujue hakika Tofethi ipo, moto upo, jehanamu ipo, inakusubiri na utaenda huko, na wengi wameenda huko. Unaona kijana mdogo kabisa, ana miaka 5, 7, 8 hivi,
ana hasira kama baba yake, ni mjeuri kama babu yake. Wamama wanaangalia sana, unakuta mama anakwambia, baba mchungaji, huyu mtoto nikimwangalia tabia zake fulani ni kama baba yake tu, hivyo hivyo, kama baba yake hivyo hivyo. Sasa wasipokula mkate ambao ni mwili wa Yesu, mkate kazi yake ni kutuponya yote yaliyoingizwa katika mwili wetu. Damu ya Yesu ni kuponya roho zetu zirudishwe mahali pale zilipokuwepo kabla ya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kwenda motoni? Nauliza, wangapi wako tayari kwenda jehanamu ya moto? Mimi sitaki kwenda motoni. Kama na wewe utaki kwenda motoni, vua asili ya nyoka, vua asili ya uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna wamama nao, kuna mabinti nao, kuna wanawake nao. Biblia inasema kama mama alivyo ndivyo na mwana anavyokuwa. Kuna wanawake hawezi kukaa na mume mmoja hata siku moja. Kuna kabila moja Tanzania wanakwambia figa moja halipiki, figa moja halipiki, figa hili halipiki, lazima yawe matatu. Ukiweka la huku na la huku ndipo linapika. Kwa hiyo anakwambia yeye akishaolewa figa moja halipiki, lazima awe na wa kumsaidia kumpa kipato, alafu awe na mwingine wa kumstarehesha, alafu awe na mwanaume wa kwake. Huo ni ushetani na kuzimu kuna kusubiri. Inaonekana ni starehe leo, lakini baadaye ni machungu. Sasa jambo la kushangaza, kazaa watoto watatu huyu mama, mabinti, watoto mabinti na wenyewe hivyo hivyo. Leo na huyu mtaa huyu yupo na huyu anaitwa Mohamed, mtaa huyu yuko na Juma, mtaa huyu yuko na Ibrahim, alafu mjini ana mwingine, alafu bado na simu zingine na mawasiliano nayo ya Mbeya, ya Iringa, anawasiliana nao. Ni mwanamke huyu mmoja, lakini ukidadisha nakwambia ndio, hata mama yake alikuwa ni moto hivyo hivyo, alikuwa ni moto hivyo hivyo. Utakuwa unanisikiliza mahubiri kama haya, unatamani kuacha dhambi, huwezi kuacha dhambi, ni lazima ukutane na Yesu kikamilifu. Una nyoka, una asili ya nyoka, una asili ya viumbe vilivyolala na Kaini, ndio inakusumbua, ndio inakusumbua, ndio inakusumbua. Huwezi kupenda tu kulala na wanaume huyu na huyu na yule na yule. Wewe umekuwa mnyama asiye na akili. Hapana, binadamu ni mume mmoja, mke mmoja, na unatosheka na huyo na anatosha. Sasa mwanamke mmoja, wanaume 5, wanaume 6, na una relax, unasema na wachuna, utachuna wewe. Biblia inasema kwamba, anasema kule motoni watu wanachunwa ngozi. Ndio, wewe unachuna leo, lakini jehanamu utachunwa na mapepo. Watakuwa wanakuchuna ngozi, wewe unachuna hela, wao watakuchuna ngozi. Sio Hosea ngapi ile andiko hilo limenitoka kidogo. Nafikiri ni Hosea karibu kama 3 vile. Anasema wako watu wanachunwa ngozi, wanachunwa ngozi. Wewe unawachuna watu leo, utakuja kuchunwa wewe. Mungu atusaidie ndugu zangu, usiige tabia ya mama yako, lakini huwezi kuacha. Ni mpaka ukutane na damu ya Yesu, ukutane na Yesu mwenyewe. Leo unaweza kukutana na Yesu baada ya kusikiliza mahubiri haya na ukayafuatilia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, unamsikia huyu dada? Yaani yeye akipanga nyumba yoyote, lazima afarakane na wenzake, lazima afarakane na wenzake. Atagombana na jirani yake, Unamuuliza, anaenda kusali? Anambia ndio, kanisani anaenda. Hata msikitini huwa anaenda. Lakini ni mkorofi. Ni mwanamke na watoto 2, 3, 4, mkorofi. Yaani ni matusi. Akisemeshana na jirani yake, neno moja tusi juu, neno moja tusi juu. Watoto wanamsikiliza, na yeye alisikiliza. Alimsikiliza mama yake akitukana, bibi yake akitukana. Kwa hiyo amelisishwa, nyoka yuko ndani yake. Huyo naye ni nyoka hivyo hivyo. Moto unakusubiri. Moto unakusubiri. Yoyote anayegombana na majirani zake,
jehanamu inakusubiri. Jehanamu ya moto inafuka moto na kiberiti. Ukiwa ndani ya moto, uko juu, kunatokea kama mvua zinanyesha, baruti inachochewa na Yesu na Mungu mwenyewe, alafu inakuunguza na harufu mbaya ya kiberiti ndani ya moto. Ngozi za watu zinachomwa ndani ya moto. Huko ndiko na kuelekea. Huwezi kuwa mtukanaji, huwezi kutukana mke wa mtu. Mtu akiitwa ni mke wa mtu, ni mke wa mtu, ni special, ana adabu yake, ana heshima yake. Lazima umpe heshima mke wa jirani yako, mke wa mwenzako, mke wa kaka yako. Unaanza kumporomoshea matusi, unamtukana mke wa jirani yako, mke wa ndugu yako, jehanamu inakusubiri. Hata ungeenda kanisani, hata ungesema mimi naimba, hata ungesema mimi ni mzee wa kanisa, hata ungesema mimi sijui, moto unakusubiri. Ni lazima ujue wewe ni kizazi cha nyoka. Ndio maana upatani na majirani. Huyu jirani unagombana naye, huyu jirani hamuongei, huyu jirani umenuniana naye, alafu unajifanya naenda kanisani kutoa sadaka. Hiyo sadaka haikubariki. Mathayo mlango wa 5 mstari ule wa 23 mpaka 24. Ukiwa na neno juu ya ndugu yako, ukiwa kuna mtu huongei naye, una matatizo naye, usije ukasubutu kwenda kanisani kokote, msikitini kokote ukatoa sadaka. Unatoa sadaka kwa nani wakati umegombana na jirani yako? Huongee na ndugu yako. Hii ni Kwaresima, watu wamefunga, lakini huongee na mtu. Umemfungia nani? Unajua unafunga kwa nini? Unafunga kwa sababu ya kujinyenyekesha mbele za Mungu, kwamba Mungu, Yesu ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, hivyo mimi nanyenyekea na mimi najishusha, najidhiri, naacha kula na kunywa, ili na mimi vile dhambi zilizokufanya ufe kwa ajili yake, na mimi nafunga, sitaki dhambi hiyo ifanyike tena. Jirani yako huongee naye, mume wako huongee naye, na ninapata taarifa hata mama yako alikuwa hivyo hivyo. Mama yako alikuwa hivyo hivyo, alikuwa yani, nilisumuliwa na dadangu akaniambia, ndio mama yake huyu, binti huyu, alikuwa haongei na mume wake hata mwaka mzima, nyumba moja, chumba tofauti tofauti. Alafu naitwa ni Mkristo, unalala na chumba, uko kwenye nyumba na mke wako na mume wako, huyo analala chumba cha kwake, huyo analala chumba cha kwake. Alafu nasema naenda mbinguni, mimi ni mzee wa kanisa, mimi ni Mkristo na michango natoa. Hiyo michango yako inaliwa tu na watumishi. Michango yako ni chakula cha watumishi. Mbinguni huendi, kuzimu inakusubiri. Lakini wanasema hata mama yake alikuwaga hivi hivi. Binti, nisikilize nikwambie, hapa siongea habari ya dini, naongea habari ya mbinguni. Mbinguni kuna watu wote waliotubu dhambi zao. Jehanamu kuna watu wote, matajiri, waliosoma, masikini, njia moja. Naongea habari za moyo wako. Kama una asili ya dhambi za mama yako, okoka, tubu dhambi zako, okoka, uwe chombo kipya. Kama kuna watu huongei nao na unasema wewe ni Mkristo, wewe na dini yako, unapoteza muda. Unapoteza muda. Kuzimu imeachama mdomo namna hii. Kuzimu imeachama mdomo wake kama nyoka na kusubiri ya kumeze. Ndio, huo ndio ukweli. Umerithishwa. Nyoka ndiye mwenye hasira. Kwa nini nyoka ana hasira? Ana hasira kwa sababu nyoka ameamuliwa na Mungu kupigwa kila siku auawe, na makao yake ni mauti. Nyoka hana ufalme, hana uzima. Shetani makao yake ni motoni. Ana hasira mpaka ziwa liwakalo moto na kiberiti. Ana hasira. Ndio maana na huyu binti ana hasira wakati wote. Ameolewa, ni mke wa mtu, lakini haongei na mume wake. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hapo pazuri pabaya, hapo pazuri pabaya. Ameolewa lakini ni mkali, hataki kuongea na mume wake. Ni mgomvi, hataki kusalimiana na mume wake. Mume anakulisha, anakununulia nguo, anakuvesha. Leo namchukia, utaki mlale pamoja,
Utaki mle pamoja, wewe unajifanya kijogoo wakati ni temba. Ngoja nikwambie wapendwa, temba ni jina la watu, sio kafikiri ni tusi. Temba ni jina la Wachaga. Amina, 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 amina. Amina, amina, amina. Alafu nasema sisi kwetu ndivyo tulivyo. Kuwanunia wanaume sio tatizo. Una nyoka, una asili ya nyoka, unahitajika kupokea msaada kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asili mbaya. Kuna watu wengine wana asili mpaka inakera. Mpaka inakera. Usimwambie kitu. Yaani usimwambie kitu. Yaani alichokiamua yeye. Sasa si umenioa. Si umeshanioa. Naongea na mabinti. Si umenioa. Basi kubaliana na sheria zangu. Hataki kuelekezwa, hataki kunyosha. Unaambia hata bibi yake na mama yake alikuwa hivyo hivyo. Alikuwa hataki kuambiwa na mumewe. Sasa kama hutaki kuambiwa na mumewe na wewe umeolewa, manake njia yako ni kwenda mauti, kuzimu, jehanamu ya moto. Hello? Amen. Mauti na kuzimu inakusubiri. Kuna watu wengine ni wachafu. Na ukimfuatilia unakuta mama yake naye ni mchafu hivyo, hata bibi yake. Hello? Ukiingia jikoni hakujafangiliwa tangu jana, tangu juzi. Inzo amejaa kule ndani. Wewe ni nyoka, ndani yako na asili ya nyoka. Unachukua nguo za ndani, nguo zingine na za mtoto na kinyesi, unaweka chini ya kitanda. Ziko huko wiki nzima. Chumba kinanuka. Umeolewa. Umeolewa na kijana mtanashati, kijana mzuri, lakini mchafu. Uogi, ufui nguo. Mwanamke utavaje nguo siku mbili? Kwa joto la Dar es Salaam nguo ni siku moja, nguo ya ndani siku moja, nguo zote tu. Ukivaa siku moja weka pembeni, tafuta nguo nyingine, hata kama ni mtumba vaa. Lakini anakuambia hata mama yake ndio hivyo hivyo. Alikuwa na nguo hii moja wiki nzima anatembelea yule. Una nyoka, una asili ya nyoka iko ndani. Inakwambia haina shida. Ukishaolewa lazima ukae vizuri, uwe safi. Ukishaolewa lazima uoge. Kipindi kile unachumbiwa, ulikuwa unaoga, unapendeza, mwanaume alikupenda. Hiyo ndio siri ya wanaume wengi. Wanaume wanapenda mwanamke msafi. Sio na kali chafu tu, minywele imetimbingana tu huko. Bibi yake alikuwa hivyo hivyo. Alikuwa mchafu hivyo hivyo. Nywele azichanage wiki nzima. Bibi yake alikuwa hivyo hivyo. Manywele sangambanda mpaka kule chini. Nguo chafu. Ndio. Una asili ya nyoka ndani yako. Leo tuliondoe hiyo asili ya nyoka. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asili ya nyoka iondoke. Kuna wanawake ni wakali. Yaani ni mkali mpaka kwa mgeni. Nilienda nyumba moja kule Mbeya. Mke wa mchungaji aliponiona amevimba mdomo. Mke wa mchungaji amevimba mdomo. Sasa nikaogopa. Mimi mgeni nimetoka Dar es Salaam, nije niwasalimie mwanamke amevimba mdomo. Habari za leo mama mchungaji? Ananiambia, "Nzuri. Huyo kaondoka. Huyo chumba cha pili cha tatu." Sema, Mungu wewe. Wanawake nyinyi ua la nyumba. Wanawake nyinyi pambo la nyumba, ua la nyumba. Nyinyi ndio tunaita wenye nyumba ni mwanamke, mwenye nyumba ni mwanamke. Lazima uwe na sebule ya kukaribishia wageni. Maneno mazuri yatoke kwenye ulimi wako. Meno ya tuonyeshe meno. Karibu unacheka hata kama hujapika chochote, lakini ile karibu yako mwanamke inafurahisha. Mgeni anasema hapa kuna mwanamke. Ataomba hata maji ya kunywa. Kinija na mke limenuna chafu alijaoga na masabanga hivyo miguuni. Anakwambia hata bibi yake alikuwa hivyo hivyo. Bibi yake alikuwa miguu yake asuguagi na mashuka alikuwa anatandika kila siku. Dhambi ya asili iondoke, isiondoke. Dhambi ya asili iondoke, isiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mchungaji hata useme nini, hii tabia kwetu ni asili. Namsikia anavyoongea. Siwezi kubadilika. Yaani mimi nikae na mwanaume huyo mmoja huyu, haiwezekani. Kule kwetu sisi yaani kama matusi. Lazima uwe na huyu hapa, mwingine unaenda motoni dada. Unaenda jehanamu tena muda mfupi sana ujao. Usipotubu.
Unatakiwa utubu dhambi, useme Mungu, leo sitaki kwenda motoni na wenye dhambi, nataka kwenda mbinguni. Yesu atakusamehe dhambi na kweli tutaenda mbinguni. Vile vile kama unavyoona asili ya dhambi na kuna asili ya umasikini hivyo hivyo. Dhambi inaambatana na umasikini hivyo hivyo. Sema amena, sema amena. Amen. Ndio. Yaani dhambi ikikaa kwa mtu na umasikini na unakaa hivyo hivyo. Yaani vile baba alivyokuwa maskini na wewe unakuwa maskini kama babu. Kama bibi alivyokuwa hivyo hivyo. Bibi alikuwa maskini hivyo hivyo na wewe unakuwa maskini hivyo hivyo, na unakubaliana na umaskini hivyo hivyo, na unakaa hivyo hivyo. Maisha ya umaskini unayapenda na kuyafurahia. Iko meza ya Bwana leo, tunataka tukate umaskini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanaochukia umaskini kuanzia hapa kesho na kesho kutwa? Simama juu pale ulipo. Kama unachukia umaskini, kama unachukia dhambi, unasema mchungaji, mimi nachukia dhambi. Hebu kaa kwanza. Hebu kaa kwanza. Hebu kaa kwanza. Kaa kwanza, alafu fumba macho. Inamisha kichwa chako alafu fumba macho. Wangapi wanasema mchungaji, mimi naichukia dhambi, kuna dhambi inanizinga kila siku, yani inanichukiza. Kumbe nilikuwa sielewa, kumbe ni nyoka yuko ndani yangu, ni asili ya nyoka. Wangapi wanasema mchungaji, mimi naenda motoni kwa dhambi ninazowafanya, na asila ni msengenyaji. Kuna watu ni wasengenyaji jamani. Akikaa na huyu anasengenya, akikaa na huyu akiondoka anamsengenya yule aliondoka. Akikaa na huyu anasengenya, anamsengenya mpaka mume wake. Yuko hivi, yuko hivi, amekaa hivi, yuko hivi. Mume wake. Unaenda motoni. Nani anasema sitaki dhambi za asili? Hebu mkono wako kulia weka mbinguni. Naomba usifumbue macho. Usifumbue macho, nikikuona umefumbua macho. Wangapi wanasema dhambi ya asili mimi siitaki? Mchungaji, nina dhambi ya asili. Simama juu. Alafu usifumbue macho. Usifumbue macho, wewe fumba tu macho. Simama juu. Ndio, una dhambi ya asili iko inakutesa. Hilo la kwanza. Namba 2. Kuna umaskini wa asili. Unatamani uache umaskini, bado unatufuatilia tu. Na usiku unatondota uko nyumbani kule kwenye umaskini kule. Mungu. Yesu. Ndugu yangu unanisikiliza mahubiri leo, nimehubiri kidogo pole tu. Mimi sipendi umaskini, sipendi dhambi, sipendi asili ya dhambi. Yule mwanampotevu alijuta moyoni mwake, alizingatia. Weka mikono miwili mbinguni. Unaweza kuwa ni Mkristo wa miaka mingi sana, lakini kuna dhambi na kutafuna. Naomba kinanda kipige kwa sauti kidogo, ongeza sauti kidogo. Tuimbie teza rohoni hapo hapo kwenye kinanda, sio sauti. Naomba usifumbue macho. Kuna dhambi la asili liko ndani ya moyo wako, limebeba na umaskini wa asili liko ndani yako. Nataka ujute, nataka uzingatie. Zingatia moyoni. Yaani chukia hiyo dhambi na kupeleka motoni. Fumba macho. Hebu omba mbele za Mungu. Mwambie Mungu, hii dhambi sitaki. Itaje hiyo dhambi ya asili. Iko dhambi ya asili. Unaiona kabisa dhambi ya asili. Dhambi ya asili. Kuna vitu vingine unataka kuongea, unashinda hata kuongea. Yaani kuna mtu unaweza kuwa na madeni ya asili. Baba alikuwa na madeni, na wewe una madeni hivyo. Kuna watu ni waongo. Mama alikuwa muongo hivyo. Dhambi ya asili. Hebu zingatia, usimwangalie mtu. Nimeomba ufumbe macho, zingatia moyoni mwako. Mimi nataka leo jamani tutoke kweli. Mimi nimechoka na dhambi. Ubishi fulani. Yaani mwanamke unakuwa mbishi, mwanaume unakuwa mbishi, kitu kizuri tu na mbishi. Mungu. Tunaenda motoni hivyo isee. Sisikia
sisikii sauti jamani. Hebu ongea sauti, hebu ongea sauti. Mwambie Yesu, nina dhambi ya asili na nisumbua. Nina dhambi ya asili. Hebu ongea, hebu ongea, hebu toa sauti. Mwambie Yesu, nina dhambi ya asili mimi. Nina dhambi ya asili. Naongea na wewe dada yangu, wewe dada, wewe pale, naongea na wewe pale, wewe pale, wewe pale, naongea na wewe, naongea na wewe kaka pale. Kuna dhambi fulani ya asili, yaani ukiamua la kwako ndilo hilo, utaki mtu mwingine akwambie. Hata mke wako akikwambia utaki kubadilika. Mwanangu, usivae nguo hizi, utaki kubadilika. Babu yako alikuwa anavaa nguo za namna hiyo hiyo. Kijana wangu, usivae hivyo, unataka uvae kama babu yako. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Leo kuna meza ya Bwana hapa. Sitaki tunye meza ya Bwana pasipo kumlilia Bwana. Mlilia Mungu, mlilia Mungu, mwambie Mungu, mbona kuna dhambi ya asili? Mbona kuna nyoka ndani yangu? Kuna nyoka ndani yangu, kuna nyoka ndani yangu, kuna nyoka ndani yangu. Hebu naomba juta, juta. Naongea na wewe binti mdogo, muongo na, ni muongo sana binti, unaenda motoni. Nyoka ndiye muongo. Kwa wewe umevaliwa na nyoka. Ndio maana usiku naota ndoto na nyoka, 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 nyoka. Hebu omba Mungu, nistaki dhambi ya asili, uasherati wa asili, asila ya asili, masengenyo ya asili. Mimi ni mbea, siwezi kukaa na watu nisiposengenya, nisipotafiti ile familia ipoje. Kuna wabinti ni wasengenyaji, unajiuliza kapata wapi? Kumbe asili yake. Atakapo kuja harusi, ziwe safi kwa damu yako, yafae kwenda mbinguni mama, yasafishwe kwa damu yako, kuoshwa, kuoshwa. Naomba omba, naomba omba. Itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe, zimeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa, kuoshwa kwa damu. Itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe, zimeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa, kuoshwa kwa damu. Itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe, zimeoshwa kwa damu ya kondoo. Mtu mmoja aliniambia alienda mbinguni na motoni. Kule motoni alikuta watoto wadogo miaka 6 mpaka 8 hivi. Kumbe mtoto alikuwa na hasira, anampiga hata mama yake. Moto upo wapendwa. Kama utaki kutubu dhambi vizuri, moto upo na kusubiri. Moto upo. Kwa nini uende motoni wakati una nafasi leo ya kutubu? Unaziona kabisa tabia, una tabia fulani ambazo ni chafu. Ni tabia chafu kabisa. Ni tabia mbaya za mama, za bibi. Kwa nini usimwambie Yesu leo, nataka kula meza ya Bwana? Ikate kabisa, ikate kabisa, ikate kabisa. Naongea na wewe pale ulipo binti, wewe ni mtu mkubwa, unajua
Mimi Mungu ameanza kuongea na mimi miaka 13 kama nitakumbuka vizuri. 13, 14. Wewe ni mkubwa, wewe ni mkubwa. Hii ni sauti ya Mungu anasema na wewe. Zile tabia ulizonazo ni tabia za nyoka. Unaenda motoni. Makao ya nyoka ni kuzimu. Shetani makao yake ni kuzimu. Ndio maana nyoka wote duniani wanapenda kukaa mashimoni, kwa kuwa wao ni wa kuzimu chini. Hebu tubu leo dhambi, tubu dhambi leo. Nataka ule meza ya Bwana leo ikate kabisa ile nyoka aondoke ndani yako. Itutakasayo yako ziwe safi, uone upendo, zimeoshwa kwa damu. Amen. Tulia kidogo, ndugu msikilizaji wangu Isaya Kapagi TV, na wewe unayesikiliza mahubiri hapa, inua mikono miwili mbinguni. Naomba uongee kwa uzito ndani ya moyo. Ili ni fagio la chuma linapita. Kama kwa unataka uache dhambi, nyoka yuko ndani. Akasema, enyi kizazi cha nyoka. Kama nataka kweli dhambi iondoke, omba kwa sauti hii. Sema maneno haya. Baba uliye mbinguni, mimi nina dhambi. Mimi nina nyoka ndani yangu. Nina asili ya nyoka ndani yangu. Naomba uniponye Bwana. Naomba uniponye Bwana. Naomba uniponye Bwana. Hii asili ya dhambi iko ndani yangu. Sipendi. Najuta. Hata nasema kwa nini nilizaliwa na familia hii. Lakini nashukuru kuzaliwa katika familia. Yes. Yes. Kuna asili ya nyoka ndani yangu. Natembea. Kuna kiroho kichafu kiko ndani yangu. Yes. Yes. Kuna dhambi inanitafuna. Yesu. Watoto tulia, watoto tulia, acha ushetani hapa. Yuko Yesu anafuta. Yuko Yesu anafuta. Yuko Yesu anafuta wapendo. Yuko Yesu hapa. Kuna meza ya Bwana takatifu. Kuna damu iko hapa. 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 Kuna mwili wa Yesu uko hapa. Kuna damu ya Yesu iko hapa. Hebu njoo kwa uzito, njoo kwa uzito, njoo kwa uzito. Hebu ongea kwa uzito, mwambie Mungu hapana. Mwambie Mungu hapana, nina dhambi moja hivi. Hata mume wangu ananiambia, mbona wewe ni mkali sana? Mbona una maneno kama makali hivi? Hiyo ni roho ya nyoka hiyo, roho ya nyoka hiyo. Mbona una tabia fulani hivi, una tabia fulani hivi, una tabia fulani hivi chafu hivi. Oh, roho ya nyoka hii. Roho ya nyoka hii, roho ya nyoka hii. Iko meza Bwana hapa. Iko damu ya Yesu hapa. Uko mkate, uko mwili wa Yesu hapa. Hebu rekebisha, mwambie Mungu mimi nina roho ya nyoka. Come on. Naomba watoto tulia. Watoto tulia, acha tuombe Mungu. Alafu kaa kanisani watoto. Yesu anafuta hapa. Damu ya Yesu iko hapa. Acha watu walie leo. Hebu mwambie Mungu mimi nina nyoka ndani yangu. Come on. Mwambie Yesu mimi nina asili ya nyoka iko. Ndio wale Yesu alisema kizazi cha nyoka. Ni nani aliyewaroga ninyi? Ni nani
nani aliyewaroga ninyi? Ni nani aliyewaroga ninyi? Nani aliyewaroga ninyi? Mimi nina kizao cha nyoka, ni kizao cha nyoka, ni kizao cha nyoka. Hebu angalie moyo wako, wewe ni kizazi cha nyoka. Iko roho ya nyoka ndani yako. Ndio naomba simama, naomba simama, naomba simama, naomba simama. Tuko mbele ya damu ya Yesu inayonena mema. Tuko mbele ya mwili wa Yesu, mwili wa Yesu. Iko damu ya Yesu mbele yako. Huu ndio mti ambao Mungu alisema damu ya Yesu iko ndani yake. Uko mkate hapa, uko mkate hapa, uko mkate hapa. Leo unaposhiriki umwambie Mungu, naomba hii damu, naomba hii damu leo initenge na umaskini. Tunanuka na umaskini, tunanuka na umaskini, tunanuka na umaskini, tunanuka na umaskini. Kwa nini wewe? Kwa nini mimi? Kwa nini wewe? Kwa nini mimi? Kwa nini tuzidi kuwa na roho za ufukara, roho za umasikini, ile miungu ya nyumbani, ile mizimu ya umasikini ya ufukara inatufuata? Tumekimbia, tuko mbali, bado inatufuata. Hatuwezi kukaa na pesa, hatuwezi kuvaa vizuri, hatuwezi kula vizuri, ni madeni usiku na mchana. Hapana, hapana, hapana. Imetosha Bwana, imetosha Bwana. Mimi sitaki kutoka ibada ya leo na roho za umaskini. Sitaki kutoka na roho chafu Bwana. Hapana, hapana, nimechoka, nimechoka, nimechoka na roho za umaskini na roho za ufukara. Nimechoka. Nataka napokula meza ya Bwana leo nimle Mungu, nimle Yesu leo, anibadilishe kabisa 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 kabisa. Iko damu hapa madhabahuni leo. Iko damu ya Yesu madhabahuni leo. Inaweza kukutenga leo, inaweza kukufanya mpya, inaweza kukubadilisha, inaweza kukubadilisha. Damu ya Yesu leo. Leo ukiamini ndani ya moyo wako, umaskini wote unaondoka, umaskini wote unaondoka. Tabia mbaya mbaya, hasira, chuki, vinyongo, ukali unaambukiza mpaka watoto wako wanakuwa ni wakali kama wewe. Endelea kumwambia Bwana, pita leo. Endelea kumwambia Bwana, naenda kushiriki mwili wako, naenda kushiriki mwili wako. Nikikuita uje ushiriki hapa mbele, unajua namshiriki Mungu, namshiriki Mungu kabisa. Nikikuita hapa njoo damu ya Yesu, unakuja kunywa damu ya Yesu. Iharibu hivyo viumbe ndani yako. Huyo nyoka atoke, huyo nyoka atoke kwako. Bibi hivi akatoa mkate akashukuru na kushukuru Mungu kwa ajili ya mkate huu ambao ni mwili wako Yesu. Tunapoushiriki tunaushiriki mwili wa Mungu kabisa. Baba, tembelee kama ulivyowatembelea wale mitume 11 Bwana.
Bwana tutembelee na sisi leo. Asante kwa kuwa unatushukia leo. Unakuja hapa mbele, unapiga magoti. Njoo pole. Unakuja kumla Yesu moja kwa moja. Unapokula